kuna Wayahudi ambao walikuwa wanaitwa ni taifa teule, na hawa walitembea katika misingi ya sheria za Bwana, na wale wengine mataifa mengine walikuwa ni wale ambao hawazijui sheria za Bwana, ni watu wa mataifa. Na kwa hiyo Paulo anaitwa kuwa mtume kwa mataifa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Na sasa kitabu cha Waefeso kinaandikwa, nadhani ni mwaka wa 61 na 2 na 3 hapo, kabla baada ya Yesu kuwa ameondoka duniani. Kitabu kilichoandikwa baada ya kuonekana katika jamii ama katika kanisa la Waefeso, kuna mafunzo mabaya yameingia ya kulifanya kanisa lianze kuishi kwa matendo zaidi badala ya kuishi katika imani. Haleluya. Amen. Kwa hiyo hayo mafundisho yakawashika watu wengi. Watu wakawa wanategemea matendo badala ya kutegemea imani. Na Paulo anakuja na mafundisho ya kuwajenga watu hawa wa Mungu waondokane na hayo mafundisho ambayo yamelivamia kanisa. Na mafundisho haya yalikwenda kwa Waefeso, kwa Wagalatia, kwa Wakolosai. Ilikuwa ni shida inayofanana. Na ukiona vitabu hivi vyote vimeandikwa kwa wakati ule ule, lakini hasa vilikuwa vinasisitiza hasa kwamba wokovu tulio nao tunaupata kwa njia ya imani na wala sio kwa matendo. Mtu awaye yote asije akajisifu. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Maana tumeokolewa kwa neema wala sio kwa matendo ya sheria. Amina. Bwana asifiwe sana. Amina. Manake walianza kufundishwa kwamba mkifanya hivi ndio mtapokea nini? Wokovu. Mkifanya hivi ndio wokovu unakamilika. Lakini Paulo anakuja akiwa na hasira, amekasirika, anasema hapana, wokovu tulio nao hakuna hata mmoja aliye na bidii ya kupata wokovu huo. Umekuja kwa neema ya Bwana. Sisi wote hapa tumeokolewa kwa nini? Kwa neema. Hakuna mjanja hata mmoja hapo. Haleluya. Ukiona watu wako nje kule wanalewa, wanakunywa pombe, sio kwamba hawana akili sana. Neema ya Mungu haijawazukia. Wakati utakapofika, neema ya Mungu itawazukia. Utaona wanaikimbilia nje ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mshike mkono jirani. Mwambie tumeokolewa kwa neema. Sio kwa matendo. Yaani wewe huna ubora wowote. Kwenye swala la wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hawahi kuko peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na kwa hiyo akawa anatamani waweze kufunguliwa macho. Maana alianza kugundua kwamba hawa watu macho yao hayaoni. Na ndiyo maana ni rahisi kujikuta wanatekwa. Wanaishi katika imani hii ambayo wamehubiriwa, lakini bahati mbaya hawawezi kuona mambo ya kimungu ambayo yanaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na kwa hiyo ni kama akawa anatamani macho ya mioyo yao yafunguliwe ili waweze kuona. Na siku ya leo nataka nizungumze kwa habari ya kufunguliwa macho ya moyo. Macho ya wapi? Ya moyo. Ya moyo. Ni muhimu kila Mkristo kujua kuwa kuna mtu wa nje na kuna mtu wa ndani. Hebu sema mtu wa nje. Mtu wa nje. Na kuna mtu wa ndani. Na kuna mtu wa ndani. Bwana asifiwe sana. Amina. Unavyoniona mimi hapa nje, huu ni mwili wa nje. Huyu ni Timothy wa nje. Amina. Lakini kuna mwingine yuko wapi? Ndani. Haleluya. Amina. Sasa kuna wa ndani na wa nje. Na inawezekana wakawa ni watu wawili tofauti. Haleluya. Unaweza kaniona ninacheka hapa. Nacheka. Niko vizuri. Lakini moyoni ninalia. Amina. Unanielewa lakini? Huku moyoni wa ndani anafanya nini? Analia.
kuwa na macho ya kujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kumuona mtu amedhoofika, mwili wake wa nje umelegea, ana magonjwa, unamuona na kutembea na hangaika, unamuona muonekano wake ni wa ajabu ajabu, lakini yule aliyeko ndani, kumbe wa ndani ni imara kuliko aliyeko wapi? Nje. Haleluya. Huyu wa ndani na aliyeko nje wana viungo pia. Maana yake unavyoona huyu wa nje alivyo, ana macho, na wa ndani pia ana nini? Haleluya. Ana mdomo, ana hisia kama alivyo wa nje na wa wapi? Na wa ndani hivyo hivyo. Ana miguu, ana mambo yote. Aliyeko ndani na aliyeko nje wana hisia, wana kila kitu. Na ndio maana unaweza kaona mtu anaweza akakwambia, mbona ninaona kama vile hii safari sio nzuri. Yaani yuko hapa, lakini moyoni kuna macho yanaona mbali zaidi. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo kuna mtu wa ndani na kuna mtu wa wapi? Nje. Paulo akatusaidia kuona kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 4 ili kulielewa hili ama kuelewa hii hoja. Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 16. Paulo akaandika hivi. Kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku hadi siku. Maana yake kuna utu wa ndani unaendelea kukarabatiwa, hata kama utu wa nje unaonekana ni mbovu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana kabisa utu wa nje ukazeeka, ukachoka, ukashindwa kutembea, ukaonekana uko katika hali ya udhaifu, lakini utu wa ndani kila leo unafanywa kuwa mpya. Kila leo unafanywa kuwa mpya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na hapa ndipo utagundua namna ambavyo mambo huwa yanawachanganya wanasayansi wengi. Unaambiwa na mwanasayansi kwamba zikifika siku 6 au 7 hujala chakula, tunaamini wewe ni maiti tayari umekufa. Haleluya. Haleluya. Lakini unashangaa kuna watu wanafunga kwa maombi mpaka siku 14, mpaka siku 15, mpaka siku 20 wengine, na wanaendelea kuishi na hawana shida kabisa. Haleluya. Bwana asifiwe. Ukishinda njaa siku moja asubuhi mpaka jioni, utafika jioni huko hoi bin tabani, na ikiwezekana magonjwa ya tumbo, madonda ya tumbo yanaanza na kuja. Haleluya. Lakini kuna mwingine anafunga kwa maombi siku nzima na inafika jioni anapeta. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Maana yake huyo ambaye amefunga ni wa rohoni, yuko ndani. Ni tofauti sana na ulimwengu huu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara nyingi mtu wa ndani huwa mkweli na mwaminifu na hutenda haki daima kuliko mtu wa nje. Mtu wa nje huwa ni mnafiki. Haleluya. Mwongelee jirani yako. Mwongelee usoni, mwambie hivi kweli wewe ulivyo hivi na ndani uko hivi kweli wewe? Anasemaje? Haleluya. Mara nyingi wa ndani huwa ni mkweli. Yaani huwa anazungumza kile chenyewe kabisa. Haleluya. Lakini wa nje wakati mwingine huwa ana maigizo. Unaweza kumwona kabisa ameokoka. Haleluya. Lakini kumbe ndani hamna kitu. Bwana asifiwe. Mara nyingi mtu wa nje huwa anaweza akawa ni mjanja kidogo. Bwana asifiwe. Haleluya. Unajua kuna wakati unaweza ukamwona mtu, yani anakusikiliza, anakuona, pengine kwenye mahubiri unafundisha, halafu ghafla ukaona watu wanashangilia, wanafurahia, halafu yule mwingine unamuona anaanza kutoa machozi. Maana yake kuna mtu wa ndani ameanza kuathiri mtu wa wapi? Nje.
Manake mtu wa ndani anaathiri mtu wapi? Wa nje. Mara nyingi mtu wa nje ni ngumu kuathiri mtu wapi? Lakini yule wa ndani huwa anaathiri mtu wapi? Kwa hiyo ndani pakitengenezwa, ndani pakikaa vizuri, kuna uwezekano mzuri kuna uwezekano kabisa huyu wa ndani akamwathiri mtu wapi? Na ndio maana tunasema kwenye nafasi ya moyo wako huko ndani, akikaa huko Yesu, automatically na yale maisha ya nje yanafanya nini? Yanabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa ndani ndiye huingia katika ulimwengu wa roho. Wale ambao wamekaa kwenye wokovu siku nyingi wananielewa ninachokisema. Na wengine nisikilize kwa makini. Kuna ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Amina. Haleluya. Amina. Ulimwengu wa mwili ni huu tunaouona hapa. Tunakutana, tunakula wali, tunakula nyama, nini, mchembe, samaki, ulimwengu huu. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini kuna ulimwengu wa roho. Huko rohoni, ndugu zangu, hatulagi michembe huko. Haleluya. Ulimwengu huo una vyakula vyake. Bwana asifiwe sana. Sasa huyu wa ndani ndiye ambaye huwa anaingia kwenye ulimwengu wa roho. Na ulimwengu wa roho ndio unaoamua nini kifanyike kwenye ulimwengu wa mwili. Bwana asifiwe. Unanisikiliza vizuri? Manake ulimwengu wa mwili mara nyingi unaongozwa na ulimwengu wa roho. Na kwa hiyo wanaotawala ulimwengu wa mwili ni wale ambao wana uwezo wa kuingia kwenye ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe. Unaona kuna jambo linakusumbua kwenye anga hili la hapa Ugala, usihangaike na mtu, usihangaike na mwanadamu, usihangaike na ulimwengu wa mwili. Wewe unapaswa kuzama kwenye ulimwengu wa roho, kutengeneza mambo kwenye ulimwengu wa roho na kikaeleweka. Amina. Haleluya. Bwana asifiwe. Kuna watu wanagombana mwilini. Kama huyu amekorofisha, naona mjibu. Najibisha la kimwili. Haisaidii. Haleluya. Haisaidii. Inasaidia nini? Wale wanaoingia ulimwengu wa nini? Kwa njia ya maombi, kwa njia ya neno. Wanakula neno huko ulimwengu wa roho. Wanapata msuli wa imani mzuri. Wanazama kwenye ulimwengu wa roho. Huyo mtu wa ndani ndiye huwa anaingia kule. Na akiingia kule anapewa ramani yote. Anaanza kushughulikia moja hadi jingine. Na ndiyo maana ni rahisi. Mimi nikiwa Mpanda nikaingia mpaka kwenye familia yako. Mimi nikiwa Mpanda nakuja kwenye ndoa yako, nakuja kwenye familia yako, naanza kukuelekeza jambo la kufanya na unaitekeleza, maana niko kwenye ulimwengu wa roho. Ninaongea na roho yako. Na hiyo roho inaelewa na inatii. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kuna watu wanatafuta kazi, wanapambana kutafuta marefari wengine. Sikiliza, ingia kwenye ulimwengu wa roho, waelekeze hao wanaoshughulikia hiyo interview, wataachilia lazima. Amina. Ulimwengu wa nini? Roho. Ni huyo mtu wa ndani ambaye ana uwezo wa kuingia kwenye ulimwengu wa roho. Biblia inasema mambo ya rohoni yanajulikana na mtu wa wapi? Wa rohoni. Mtu wa mwilini hawezi kuyajua ya rohoni. Haleluya. Na vita tulivyo navyo sisi havipiganwi kwenye ulimwengu wa mwili, na kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Haleluya. Ukiona mambo yanakuwa magumu, sawa, kwenye ulimwengu wa roho. Huko kwenye ulimwengu wa roho utayapata majibu yako katika jina la Yesu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaingia kwa njia ya maombi. Huyu mtu wa ndani ndiye huingia kwenye ulimwengu wa roho. Mara nyingi mtu wa ndani huleta matokeo halisi na kwa urahisi kwa mtu wa nje. Hivyo ni muhimu sana Mkristo kuelewa kwamba kuna mtu wa rohoni wa ndani na kuna mtu wa nje, na kuna ulimwengu wa roho na kuna ulimwengu wa nini? Wa mwili. Haya mambo ni muhimu sana pia. Na ningekuwa na semina ndefu, ningekucholea picha ndefu, ningekuwekea skrini hapa, ungeweza kuona namna
namna ambavyo ulimwengu wa roho unaoperate. Na siku ukielewa ulimwengu wa roho, ukijua kutembea kwenye ulimwengu wa roho, hakuna jambo la raha na zuri kama kutembea kwenye ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Maana kuna wakati unayaona mambo kwenye ulimwengu wa mwili yameshitamaa, unagundua kabisa hili sio yeye. Unaingia kwenye ulimwengu wa roho. Ukitembea ulimwengu wa roho, unagundua kabisa kuna nini kinaendelea, unalishughulikia na unashangaa jambo linaisha very smart, wala bila shida yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mimi na mke wangu tumeona mambo mengi kwenye ulimwengu wa mwili yakiendelea, na tukazama kwenye ulimwengu wa roho kuyashughulikia, na yaliisha vizuri bila nini? Kuna ndoa ambazo tumezisuluhisha kwa muda mrefu, zinaleta migogoro, wanahangaika, leo unawasuluhisha, kesho tena wanaibuka, wewe wanaingia tena. Sasa tunaingia kwenye ulimwengu wa mchungaji, hapo tutakuja hatuendi, tunakaa kutengeneza ulimwengu wa nini. Siku tunafika kuinua kule na kesi zimeshangaisha. Bwana sifiwe sana. Zimeshaisha. Maana yake kinachowatesa wale watu hawakioni, maana wao hawajaweza kuingia kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo wanateseka kwa sababu wanapambana na kitu ambacho hawakioni kwa macho haya. Na shetani anafanya kazi kwenye ulimwengu wa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na kwa sababu hiyo ni muhimu sana macho ya rohoni yatiwe nuru. Ni muhimu sana kufumbuliwa macho ya ndani. Siongelei macho haya ya nje. Haya ya nje yanaweza kawa yanaona, na inawezekana mtu akawa na macho haya yanaona, lakini ya ndani hayaoni. Muangalie usoni wengine. Sasa hivi hao macho yako yanaona kweli? Macho yako yanaona kweli? Inawezekana hayo ya nje yanaona, na ya ndani je? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna uwezekano akawa na macho yanayoona haya ya mwili, lakini ya rohoni hayaoni. Na akawa anateseka na mambo mengi kwa sababu ya moyoni hayafanya nini. Na Paulo hapa sasa naona hawa watu wameingia kwenye shida. Anachokisukuma ni kwamba macho ya mioyo yao yafunguliwe. Anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nini? Nuru. Waweze kuona, yafunguliwe, waweze kuona, waweze kutambua, waweze kujua mbinu za shetani. Kuna vijana wengi leo hawazijui mbinu za shetani. Shetani amewakalia, shetani anawatesa, anawaletea mambo mengi mabaya, hawawezi kuona. Wakati mwingine anakuja kama ustaarabu, lakini kumbe ni uharibifu. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Nilikuwa najaribu kufundisha huko. Hivi unajiuliza maswali. Wangapi wanamfahamu Diamond? Wanamsikia Diamond? Wangapi? Wengine Bwana asifiwe sana. Amina. Diamond. Nani hapa leo mmeanza kwaya? Na mimi nimewapongeza sana. Mmeanza kwaya. Amina. Utaanza kuona. Haleluya. Amina. Utaanza kuona matukio. Leo mnaimba nyimbo za tenzi. Ila ngoja mtaona matukio. Bwana asifiwe sana. Amina. Sisi tunakaa na kwaya. Unajiuliza hivi, kila staili ambayo Diamond anaitoa Ipo kwenye utaikutia madhabahuni. Kikitoka kiduku kipo. Haleluya. Amen. Hebu kutana shughulika kiduku. Unashughulika. Unashughulika. Kuna majamaa yalitokea yanaitwa manini sisi. Yanacheza wanaume. TMK, wewe unajua. Baya zote zikawa. Zote za AIC kila sehemu, hata huko kwenu si wadia. Haleluya. Amina. Ikaja nyingine. Wanaume hao. Haleluya. Yakaenda mama wanaume hayo
matikeye yakatoka yakaingia makilikili makanisani yakaingia. Kwenda piano. Haleluya. Amina. Haijakaa sawa sijini. Yaani maana vituku kingine cha mkuu mmoja cha kisigino cha nini vinadundwa. Sasa unajiuliza maswali. Unafikiri tunahubiri injili iwalete watu au sisi ndo tunahubiriwa? Ninyi watu wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Amina. Sisi ndo tunahubiriwa, tunaufuata ulimwengu au ulimwengu tunauhubiri watu wamjue Kristo waje. Sijawahi kumwona Diamond ameiga style ya kwaya hata siku moja. Yeye mshawahi kusikia ameiga style? Haleluya. Lakini sisi ndo tunafanya nini? Tunaangalia huko wanafanyaje, minenguo nini, kwa kuangalia kwa macho ya mwili. Sasa ni burudani sana. Kwenye ulimwengu wa roho sisi ni watumwa, tumeshateka, kwaya zimeteka, maana macho hayaoni. Na ole wako mchungaji, usimame uambie hawa waimbaji hiyo style siitaki. Utaambiwa mchungaji ndio tufundishe wewe unayofikiri. Sasa na mimi kucheza style nitaingia wapi? Bwana asifiwe sana. Amina. Macho ya moyoni yasipofunguliwa, wakati mwingine tumekuwa watumwa wa shetani bila kwa nini? Bila kujua. Tunafuata. Hebu nikuulize swali jingine gumu kidogo. Pengine itakuwa ni gumu zaidi kweli. Lakini niulize swali kwa sababu mko hapa. Wangapi wanajua champagne? Champagne kwenye harusi zetu mbalimbali huwa tunashiriki champagne, si ndio? Haya. Wangapi wanajua cheers? Huwa tunafanya cheers. Wangapi? Niwaulize, mnajua cheers maana yake ni nini? Niambie. Mnajua itokea wapi? Shika kinywaji. Shika nini? Kinywaji. Unashika kinywaji. Na mchungaji. Haya. Naanza kupiga nini? Unajua cheers imetoka wapi? Cheers. Bwana asifiwe sana. Haya, champagne